Katika jangwa tulivu la Nabii Ibrahim kulikuwa na dua iliyokuwa ikirudiwa kwa miaka mingi, kupata mtoto. Alikuwa amezeeka, lakini bado moyo wake ulikuwa umejaa matumaini. Siku moja dua yake ilijibiwa. Mke wake Hajira akajifungua mtoto wa kiume, akapewa jina Ismail. Furaha ilikuwa kubwa mno, lakini maskini haikukaa muda mrefu kabla ya mtihani mwingine mzito kufika. Mungu akamwamuru Ibrahim awaache Hajira na mtoto mchanga huyu katika bonde lisilo na maji wala watu, eneo ambalo baadaye lilikuwa ni eneo tukufu mno, Makka. Hajira akauliza kwa sauti yenye mapenzi na majonzi, "Je, Allah ndiye amekuamuru hivi?" Ibrahimu akatikisa kichwa kimya kimya. Hajira akavuta pumzi ndefu na kusema, "Basi Allah hatatuacha tupotee." Baada ya chakula na maji kuisha, mtoto Ismail akaanza kulia sana, kulia kwa kiu. Hajira akakimbia kati ya vilima vya Safa na Marwa akitafuta msaada. Afanye nini mama huyu? Hakuna cha msaada katika eneo hili, ni jangwa na wapo peke yao. Hakutulia, mara akienda Safa, mara akirudi Marwa. Alifanya hivi mara 7. Alikimbia, moyo wake ukiwa umejaa hofu na matumaini kwa wakati mmoja. Hapo ndipo muujiza mkubwa ukatokea. Maji yakabubujika ardhini karibu na miguu ya Ismail. Huo ulikuwa ndio mwanzo wa maji na kisima cha Zamzam, maji ambayo yamekuwa rehma kwa vizazi vingi. Mahujaji walioenda katika miji mitukufu ya Maka na Madina wasiache kukuletea zawadi ya maji haya yaliyotokana na tukio hili la Ismail alayhi salam. Safari ya mtoto huyo mdogo Ismail, hivyo ndivyo ilivyoanza. Miaka na mikaka ikaenda na ikapita. Ismail akakuwa na kuwa kijana mwenye adabu, nguvu na utiifu. Baba yake Ibrahimu aliporudi kumtembelea, walijenga upya uhusiano wao, uhusiano wa baba na mwana, kwa upendo mkubwa. Lakini ndipo mtihani mkubwa kuliko ukatokea na ukaja. Usiku mmoja Ibrahimu alayhi salam, Khalilullah, akaota ndoto kwamba anamchinja mwanawe kwa ajili ya Allah. Kwa manabii, ndoto kama hiyo ilikuwa ni agizo na wahi kutoka kwa Rabbul Alamin. Kwa moyo mzito alimuita mwanawe, kamtazama na akamwambia, "Mwanangu, nimeona katika ndoto kuwa ninakuchinja, unaonaje?" Wazazi wa leo, ukimwambia mtoto wako jambo kama hili, atakachokufanya na atakachokujibu itakuwa ni siri yako mwenyewe. Lakini nini Ismail alisema kumwambia baba yake? Kijana huyo hakukimbia, hakutoroka, hakulalamika. Badala yake alisema, "Baba yangu, ulichoamrishwa, fanya ulichoamrishwa, nami utanikuta, Mwenyezi Mungu akipenda, miongoni mwa wenye kusubiri." Ule ulikuwa wakati wa kilele wa imani. Wakaenda katika eneo ambalo kwa ajili ya kutekeleza uchinjaji huo. Anayechinjwa hapa ni mtoto wa pekee, mtoto aliyeombwa kwa muda mrefu, mtoto aliyepatikana katika hali ya utu uzima. Ibrahimu akamfunga macho mwanawe ili hisia za upendo wa baba kwa mtoto
kwa mtoto wa pekee, mtoto wa uzeeni, zisizuie utiifu wake katika agizo la Allah subhanahu wa ta'ala. Alipokuwa tayari kutekeleza amri hiyo na akashika kisu na kukiweka katika shingo ya Ismail na kuanza kutumia nguvu, Allah subhanahu wa ta'ala akaingilia kati. Ismail akaokolewa na kondoo akaletwa kuwa sadaka badala yake. Mtihani haukuwa wa damu, mtihani ulikuwa wa utii, iman na kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Na tangu hapo tukio hilo likawa msingi wa ibada ya kuchinja katika siku kuu ya Eidul Adha, Eidul Udhiya, Eid ya mfungo tatu. Baada ya mtihani huo, Ibrahimu na Ismaili wakaanza kazi nyingine kubwa, kazi ya kujenga Al-Kaaba. Baba na mwana waliinua mawe huku wakisema, ewe Mola wetu, pokea ibada yetu kutoka kwetu. Jengo kubwa likajengwa. Jengo hilo lilijengwa katika Masjidil Haram na ikawa kitovu cha ibada kwa mamilioni ya watu duniani. Nakuja, asante. Ismail akawa nabii na mwalimu wa watu wake. Alifundisha tauhidi, uaminifu na subra, na urithi wake haukuishia hapo. Kutoka katika kizazi chake, baada ya karne nyingi, alikuja Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo simulizi ya Ismail si hadithi ya mtoto aliokolewa tu, ni simulizi ya iman na ni sababu ya kupatikana kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.